Haimaanishi chochote mwisho wa maisha. And I realized what you will carry to eternity. Je, nikatambua nitabeba katika umilele. It is the service that you did to God. Ni huduma ambayo ulimfanyia Mungu. It is the work that you did to God. Ni kazi ambayo ulimfanyia Mungu. The Bible says that it is appointed for man to die once. Biblia inasema ya kwamba mwanadamu anakufa mara And moja. thereafter he faces judgment. Baadaye apata hukumu. The Bible also says in another place Linasema ya kwamba mahali pengine that blessed are those that die in Christ wabarikiwa na wanakufa katika from Kristo. now going forward, Kwa kuja sasa na kuendelea. and their works follow them. Na kazi zao So I zinaonekana. realize as much as we want God to bless us with so many things, Nikatambua ukitaka tubarikiwe na Mungu na mambo which is a good thing, kwa sababu ni mambo mazuri. because when you are blessed with those things, Ukibarikiwa na hayo you mambo, can become a blessing to the house of God, unaweza kuwa baraka kwa nyumba ya and you Mungu. can become a blessing to the ministry. Unaweza kuwa baraka kwa huduma. But then I realized Nikatambua that those things can also separate you from the love of hizo God. vitu zinaweza kutenganisha na And upendo wa that Mungu. is why the Bible says, Ndio sababu Biblia inasema therefore what shall be our response to these things? ni jambo gani lilikuwa kwa kujibu katika haya mambo? What can separate us from the love of Ni God? jambo gani litatutenganisha na upendo And wa he Mungu? continues to say what Ikaendelea the kusema. things that can separate us. Mambo yale yanaweza kutenganisha na And he says, therefore there is nothing hakuna chochote that can separate me from the love of inaweza God. kutenganisha na upendo wa Bwana. Ladies and gentlemen, this Mabibi na afternoon, mabwana, adhuhuri ya leo I came with a word from the Lord nilikuja na neno kutoka kwa Bwana to call us back to a place of service, kuwaita katika hali ya to utumishi, call us back to a place of serving the tukaweze Lord. kurudi kumtumikia Bwana. Solomon, after he had everything, Suleimani wakati alikuwa na kila even 1,000 wives, 7,000 wives, hata wake 1,000 and 7,000 concubines on top. na mashuhuda juu yake. When he's writing in the book of Ecclesiastes, Akaandika katika kitabu cha Ecclesiastes, he says it is vanity of vanity. akasema ni bure kwa bure, It is vanity of ni vanity. bure kwa bure. Ladies and gentlemen, Mabibi na mabwana, the service of God kuna ule is what you will get on the other side. utukufu wa Bwana ndio utapata wakati ule The mwingine. souls that you want to cry Kile unapata kutoka kwa is Kristo what you will find on the other ndio side. utapata jambo lile lingine. Therefore, let us serve the Lord Wacha tumtumikie Bwana as long as it called day, vile ni mchana, for the night is coming. usiku unakuja. Glory to God in the highest. Utukufu ni kwa Mungu aliye juu. Glory to God in the highest. Utukufu ni kwa Mungu aliye juu. Amen. Amen. I want to give you point number 2 Nataka kupatia point ya pili for the people that were there in the other service kwa watu ambao walikuwa katika ibada last ile- Sunday. ibada iliyopita, Divine life and longevity. maisha ya kiungu na kuishi kwake, Kuishi maisha ama marefu. kuishi maisha marefu. Divine life and longevity, Leo kiungu na kuishi maisha marefu, the unstoppable lifespan. maisha ambayo haiwezi ikasimamishwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You missed a good place to say amen. Ulikosa mahali pazuri pa kusema You missed amina. a good place to say hallelujah. Ulikosa mahali pazuri pa kusema Glory amina. to God in the highest. Utukufu ni kwa Mungu aliye juu. Exodus 23, 25 to 26. Toka 23, 25, 26. The Bible says 23 verses 25 and 26. And you shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. There shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. Kutoka 23 mpaka 25. 25, 26. 26. Biblia inasema utamwabudu Bwana Mungu wako na baraka zake zitakuwa juu ya vyakula vyako na maji yako. Nami nitawaondoa maradhi miongoni mwako. 26. Na hakuna atakayeharibu mimba wala atakayekuwa tasa katika nchi yako. Nami nitakupa maisha makamilifu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And the number of thy days I shall fulfill.
miaka yangu itatimia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. In Philippians 1 and verse 21. Wafilipi 1:21. Philippians 1 and verse 21. Wafilipi 1:21. The Bible says, linasema, for me to live is Christ and to die is gain. Kwa mimi kuishi ni Kristo na kukufa ni faida. Hallelujah. Hallelujah. Philemon chapter number 1. Filomeno 1. And verse number 9. Mstari wa 9. The Bible says, yet for love's sake I rather beseech thee, being such as the one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ. Filemoni 1 9. mstari ni wa 9. Biblia inasema, lakini nakuomba kwa upendo, mimi Paulo mzee, na pia sasa nikiwa mfungwa wa Kristo Yesu. Amen. Amen. When you serve the Lord, ukimtumikia Bwana, you are connected unaunganishwa to the immortal mandate. Katika hali ya kiungu. The immortality. Unaunganishwa na Mungu mwenyewe. No. Pastor Gladys, immortality. Immortal. Usiyeharibika. Yes. Unaunganishwa na hali ambayo isiyoharibika. Mandate. Unaunganishwa na hali ambayo isiyoharibika. That means hiyo inamaanisha that there is no witch, hakuna mchawi, that can interfere with your life. Ya kwamba anaweza husika na maisha yako. That there is no wizard, hakuna uchawi, that can be able to derail your destiny. inaweza kuzuia hatima yako. There is no demonic person, hakuna mtu mwovu, entity nafasi ama that njia can shorten your days inaweza kupungua maisha when yako. you are the king's official business, when you're doing the business of the king. Ikiwa unafanya kazi ya kiufalme. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You see, Paul here is saying that he is now the aged. Unaona Paulo anasema ya kwamba yeye amezeeka ama miaka yake imeenda zaidi. When he is talking in the book of Philemon, akinena katika kitabu cha Filomeni, he is saying, I am Paul the aged. Anasema mimi ni Paulo ambaye miaka yake imeenda. I want to say that divine life is your portion in the name of Jesus. Nataka kusema maisha ya kiungu ni sehemu yako kwa jina la Yesu. You shall live up to your old age. Utaishi katika uzee wako. Nobody is going to die young. Hakuna yeyote atakufa akiwa mchanga. Because as we serve the Lord, tukimtumikia Bwana, we have an unstoppable lifespan. Tuko na maisha ambayo haiwezi kusimamishwa. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Paul is saying to me, to live is Christ. Paulo anasema kwangu mimi kuishi ni Kristo. And to die is gain. Na kufa ni faida. When you serve the Lord, ukimtumikia you Bwana, are not afraid of death. Auogopi kifo. Because you know your death is not just like that. Kwa sababu kukufa sio kukufa tu. Your death is profit. Kufa kwako ni faida. Heaven gain. Ni faida mbinguni. The Bible says that the Lord is pleased Biblia inasema kwamba with the death of a righteous person. Na ule anakufa akiwa mtakatifu. But we are saying we are not going to die now. Lakini tunasema hatukufi sasa. We must do the work of the Lord. Lazima tufanye kazi ya Bwana. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So when you serve God, ukimtumikia Mungu, you get the benefit of divine life, unapata faida and ya longevity, na maisha marefu. Your lifespan na maisha yako becomes unstoppable. Inakuwa hakuna sicknesses and diseases, magonjwa na maradhi, they stay away from your tent. Inakuwa mbali na ema yako. Because you are taking on the king's business. Kwa sababu unafanya kazi ya kiufalme. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And then we look at the unfinished business. Tunaangalia katika biashara ambayo haijaisha. As long as there is an assignment in your hand, ikiwa kuna kazi ambayo umepatiwa, death has to wait.
kifo lazima kingojee. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. We led in the first service Tulisoma katika ibada ya kwanza about Moses. kuhusu Musa. The Bible says that he died. Biblia inasema kwamba Musa, But at the time that he is dying, wakati Musa alikufa, at the age of 120 years, alikuwa na miaka the 120. Bible says that his eyes were not dim. Biblia inasema kwamba macho yake ilikuwa inaona, And then his strength was still there. na bado alikuwa na nguvu. If you want to live a life of strength, Ikiwa unataka kuishi maisha ya nguvu, you want to enjoy immortality, unataka kufurahia maisha yako, then continue serving the bidi Lord. na kumtumikia Bwana. You will enjoy an unstoppable life. Utafurahia maisha isiyosimamishwa. Number 3, Nambari la 3, we get honor and dignity tunapata heshima na when faida we are serving the Lord. wakati tunamtumikia Bwana. We call it the loyal spillover. Tunaita The loyal spillover. tunaita loyal spill over. Kumwagikiwa. Hallelujah. Amen. Amen. Na hiyo loyalty. Na huyo unyenyekevu ama Those people that are very close to powerful people, wale watu wako karibu na wale watu wako na nguvu, they become untouchable wanakuwa watu hawezi wakanguzika, because those powerful people protect them. kwa sababu wale watu wako na nguvu au wanawalinda. When you serve the King of Kings, Ukimtumikia mfalme wa wafalme, you become like him. unakuwa kama nyinyi, And you become something that heaven is interested in. unakuwa kitu ambaye You mbingu become someone that heaven is interested in. unakuwa mtu ambaye mbingu And therefore inamhitaji, nobody is able to touch you. na kuna yeyote anaweza kukunguza, And you become honored. na unakuwa mtu wa heshima. Can I hear a good amen? Sema amina kubwa. Proverbs Mithali, chapter number 27 Mithali and 27, verse number 18. Mithali 27, Proverbs 27 and verse number 18. Mithali 27. Hallelujah. Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof, so he that waiteth on his master shall be honored. Mithali 17, 27, 18. Mithali 27, 18. Mhm. Biblia inasema Mithali 27:18. Yeye atunzaye mtini atakula matunda yake, naye amhudumiaye bwana wake ataheshimiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He that waiteth on his master shall be honored. Yeye atunzaye mtini atakula tunda lake, naye amtunzaye bwana wake ataheshimiwa. Hallelujah. Amen. When you wait on your master, you shall be honored. Ukimngojea mtumwa wako utaheshimika. Si mtumwa. Naye Can you translate amtunzaye that? bwana wake ataheshimiwa. Mhm. Amen. Amen. When you serve your master, Ukimtumikia bwana wako you shall be honored. utaheshimiwa. Hebrews 5 and verse number 4. Waibrania 5:4 The Bible says, linasema, and no man taketh his honor unto himself, hakuna but he that is called of God as was alone. kuna mtu anachukua heshima kama yeye, lakini amngojaye Bwana ataheshimiwa. Amen. Amen. Na hapana, wacha nisome this translation. Na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii. So hakuna njia unaweza kujiheshimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaheshimiwa kwa sababu ya kazi unayoifanya. Amen. Glory to God. Tukufu kwa Na Mungu. Biblia inasema ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni. Mwenye ameitwa na Mungu anaheshimika. Oh, yes. Kama vile Haruni aliitwa na Mungu na akaheshimika. Basi kama unatafuta heshima, ni lazima ukuwe mtumishi. Amen. Na ni lazima uitike mwito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi inatufundisha hatutakiwi kuwa tu washirika wazuri wa kuja kanisani.
Tunatakikana kuwa washirika wazuri wa kuja kanisani, na kando na kuja kanisani kuna kitu tunafanya kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Utaniambia kazi zote zimechukuliwa. Nataka nikuambie kuna kazi maelfu ambazo bado hazina watu. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wewe hujatafuta ni gani unataka kufanya. Kuna kazi maelfu. Kwanza kabisa kuna watu maelfu siku ya leo wanatangatanga mitaani hapa, hawamjui Kristo, hawakuenda kanisani. Hiyo ndio kazi yako namba moja. You go and tell them about Christ. You invite them to the church. Unawaita kanisani. You should be moving around with those things for the church. Those flyers. Inviting your neighbors. Inviting everybody you meet on the Lord. Ask them, do you go to church? Can you come to my church? Praise the name of the Lord. There is a lot of work to be done. And the Bible says, there is no man that taketh this honor unto himself. Hakuna mtu anachukua heshima yeye mwenyewe. Hakuna mtu anajitwaliae heshima. Nobody. It has to be bestowed upon you. Lazima iwekwe juu yako. Oh, glory to God. Utukufu ni kwa Mungu. If you tend the fig tree, you will eat its fruit. Ukitunza ile mtini utakula matunda yake. Hallelujah. Hallelujah. If you are taking care of the kingdom business, that kingdom business is going to take care of you. God is going to take care of you. Ukitunza kazi ya ufalme, huo ufalme utatunza kazi yako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. If you protect the honor of the master, ukiheshimu mwenyewe wa mtu, the honor of the master, nyewe wa mkubwa wako ama bwana wako. Amen. Amen. Heshima yake ukiitunza, the fragrance of his majesty will naturally stick on you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yale manukato ya ufalme, hallelujah, yatakuwa juu ya maisha yako. Amen. Utatembea mahali watu wanakuheshimu. Unakaa kama bingu, unakaa kama umebebana na malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. There is one time I went to see one of my bosses. Na wakati nilienda kumuona, akaniambia, there is something I feel when you enter this office. It is not like any other ordinary person that comes. Oh, glory to God. That is the fragrance that you carry. When you enter somewhere, the environment has to be different. Glory to God. You carry something bigger than you. You carry something powerful than you. Hallelujah. Hallelujah. You carry the fragrance of the majesty. Unabeba manukato ya kifalme. Unabeba manukato ya kifalme. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It naturally sticks on you. Unakuwa na munguzo wa hayo manukato. Oh, glory to God. I would like to carry his fragrance whenever I go. I would like to carry his power and his presence. And we can only get that by interacting with him in his service. Oh, glory to God in the highest. So there is a reserved glory. There is a specific dimension of respect. A specific dimension of influence. A specific dimension of weight. Weight, nguvu, uzito that money cannot buy, but service unlocks. Ya kwamba mpesa haiwezi ikanunua, lakini ile huduma inafungua njia. Hallelujah. Hallelujah. There are some places that I could not enter before. Kuna mahali ambapo singeenda. But when I started serving the Lord in this capacity, lakini wakati nilianza kumtumikia Mungu katika
hii kiwango, I have seen doors open for nimeona me. milango ikifunguka. I have sat on the same tables with bishops. Nimeketi kwa meza moja na I have maaskofu. sat with prophets. Nimeketi meza moja na I have manabii. had very respected prophets from other nations even pray over my life. Nimekuwa na heshima na hata watu wengine hata kuombea maisha But yangu. it's because I interacted Ni kwa sababu niliguzana and I entered into service na nikaingia katika kutumika, and I unlocked a certain dimension nikafungua milango ya hadi that every other Christian is not unlocking kila mtu mwingine sio yeye anaifungua. unless they go and serve. Lazima waende watumike. There are doors that are opened by service. Sio, kuna milango inafunguka kwa There are kutumika. doors that are opened by serving God. Kuna milango inafunguka There are ukitumikia doors Mungu. that are opened by your tithe. Kuna milango inafunguka kwa ajili ya That mataya. even if you stood there knocking, Unasimama hapo they ukigonga, would not answer to you. hautajibiwa. There are doors that are opened by prayer. Kuna milango inafunguka kwa maombi. Doors that are opened by attending service. Milango ambayo inafunguka ukikuja kwa ibada. Doors that are opened by finding something to do. Milango inafunguka ukitafuta kitu ya And kufanya you run with it. na unatembea nayo. I was telling the people in the first service, Kwa naambia watu ibada ya and kwanza, I like talking about my mother because she taught me how to serve penda God. kunena kuhusu mama Oh, ambaye she alinifunza was such kutumika. a selfless woman. Alikuwa mtu ambaye anjipendi. I have people in this service that I know can talk about their mother, Na watu katika ibada wanaweza kuzungumza juu or ya mama even their fathers, na baba zao. and the way they were beaten to go to Sunday school, Vile walichapa waende the Sunday. way you could not miss that Sunday school. Vile ungekosa kwenda Sunday. Oh, glory to God. Utukufu ni We kwa need to Mungu. have mothers and fathers Lazima tuwe baba na wamama that are directing their children to the house of God, wanaongoza watoto wao kwa nyumba ya Bwana. that are directing the people in their homes to the house of God. Wanaongoza watu katika nyumba ya Mungu. My mother challenged me from the young stage. Mama yangu ni changamoto katika wakati nilikuwa Since the kijana. days of the Roa Primary School. Wakati nilikuwa katika madarasa ya chini. And she used to take all of us to church. Alikuwa anatupeleka kanisani sisi wote. She had born 8 children. Akona watoto 8. And all of us, we used to go to church. Na sisi wote tulikuwa tunaenda So by the kanisani. time I was that small, maybe the family was around 4 or 5, Wakati I nilikuwa think. kubwa, familia ilikuwa waina. And we were all small kids. Tulikuwa watoto wachanga. But I am the firstborn. Lakini mimi ni So I mzaliwa was kwanza. understanding things. Nilikuwa naelewa mambo. And the first person that I saw giving a tithe is my mother. Mtu wa kwanza niliona akipatiana fungu ni mama yangu. And I could see her preparing Nilikuwa naona and akitayarisha giving the tithe in the church. akipatiana fungu kanisani. She is the one who gave me the first offering of 1,000 shillings. Yeye alinipatia sandaka ya 1,000. In those days, Hizo miaka it could be meaning like 20,000 today ingekuwa ni kama shilingi 20,000 or leo, even more. ama zaidi. And she told me, you are going to sit for your class 8 exam. Niambia wewe unaenda kufanya mtihani wa darasa la 8. We need to give an offering for this. Takiwa tutoe sandaka kwa ajili ya hii. And she gave me one cool 1,000. Akanipatia 1,000. And she told me, go to the pastor's office. Niambia nenda kwa Go mchungaji. talk to the pastor. Nena mchungaji. Tell the pastor you are sitting for exam. Ya mchungaji unafanya mtihani. And I went there and talked to pastor. Nenda pale nikanena And I mchungaji. was prayed upon. Nikaombewa. Glory to God. Utukufu ni kwa Mungu. It is important to know the secrets of the kingdom. La muhimu kujua siri ya And kiufalme. today, I believe we are the way we are today because mom served God with the whole of her heart. Leo tuko vile tulivyo kwa sababu mama alitumikia Mungu wakati ule wa zamani. My father was not a church pastor, Baba yangu hakuwa mtu wa kanisa. but she told us, respect that man. Lakini akatuambia Even tumheshimu. if he's not going to church, he's your father. Hata kama aendi kanisani ni baba yako. And we lived a life of respecting our Tukaishi dad. maisha ya kuheshimu baba yetu. And the day dad was exiting this world, Wakati baba alitoka katika hii I maisha, remember I was there with my husband alikuwa pale na and mchungaji, we prayed for him. wakamuombea. We told him, sema Bwana Yesu. That guy, the whole of his life, he didn't want Christ. Maisha yake yote hakutaka Kristo. But that time he gave his life to the Lord. Lakini wakati alimkubali Kristo. Oh, glory to God. Utukufu ni kwa Mungu. There is a reserved glory Kuna utukufu ambao umewekwa for the people who serve the kwa Lord. watu ambao wanamtumikia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. There is the altar's fragrance. Kuna madhabahu
ya manukato. Ya madhabahu. Kuna manukato ya madhabahu. Amen. Amen. There is the altar's fragrance. Kuna manukato ya madhabahu. You cannot carry the king's train or robe Huwezi ukabeba ile mkanda ya kiufalme and smell like a peasant. Na unuke kama mtu ana unuse kama mtu ambaye ajielewi huko, ama mtu ajielewi. The owner of the house, mwenye nyumba, heshima. The owner of the house, heshima ya nyumba becomes the clothing of the servant. Heshima ya nyumba inakuwa ndio ni mafuniko ya mtumishi. Hallelujah. Hallelujah. Unapotumikia Mungu kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unabeba manukato ambayo ni ya ile madhabahu ambayo unatumikia. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Ile heshima iko kwa hiyo nyumba ya Mungu, unaibeba mahali popote unapoenda. Glory to God. So that is what we call the altar's fragrance. Manukato ya madhabahu. Number 3, and I think this will be my last point for today. 3 na nafikiria tunatamatisha. Supernatural fruitfulness. Matunda ya kiungu. The barrenness breaker. Kule kuvunja utasa. If there is any barrenness in any area of your life, kama kuna utasa katika maisha yako, you need to serve the Lord more. Unatakiwa kumtumikia Mungu zaidi. Glory to God. Tukufu ni kwa Mungu. Exodus 23 and verse number 26. Kutoka 23:26. There shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. Kutoka 23:26. Kutoka kitabu cha Kutoka 23:26. Biblia inasema Kutoka 23:26. Biblia inasema na hakuna atakayeharibu mimba wala atakayekuwa tasa katika nchi yako, nami nitakupa maisha makamilifu. Amen. Amen. The number of thy days I will fulfill. Miaka yako nitaitamatisha ama nitaitimiza. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Let us read from the book of Luke. Katika kitabu cha Luka mtakatifu. Luke chapter number 1. Luka mtakatifu. Verses number 8. Wacha nisome na Kiswahili ndio tuende kwa haraka. Let me read in Swahili. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi za ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kula ikamwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufikiza uvumba. Na manukato yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufikiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu na kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, mara dua yako imesikiwa, na mkewe Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake atamuita Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Now,
The Lord is going to meet with you as you serve. Bwana atakutana na wewe unapomtumikia. The Lord is going to appear to you as you serve. Mungu atakutokea unapomtumikia. If you look at the Bible, ukiangalia Biblia, many instances when God responded, mara mingi Mungu alikuwa anakutana ama anajibu by fire or even by his own presence. Kwa moto na uwepo wake. It is when people were serving him. Wakati ule watu walikuwa wanamtumikia. So service is very important. Kutumikia Bwana ni la muhimu sana. Because it opens a window. Inafungua milango For spiritual things to happen into your life. Kwa mambo ya kiroho kutendeka kwa maisha yako. Glory to God. Utukufu ni kwa Mungu. That is why we are told to keep on blessing in prayer and in service. Sababu tunaambiwa tuzidi kuomba na kuhudumu. There are some dimensions in the spirit that we will never be able to know. Kuna mambo mengine katika kiroho ambayo tutaweza kujua Or to experience ama kuyahisi until we push further. Mpaka tusukume zaidi. When Jesus was with the disciples, wakati Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake, and they had caught nothing the whole night, na wakupata chochote usiku he kucha, told them, push the boat into the deep. Akawaambia vuteni pale kilindini. They had to put it deeper. Walikuwa waisukume kilindini. So even you as a child of God, wewe kama mtoto wa Mungu, you have to come from the level where everybody is serving. Lazima utoke mahali ambapo kila And mtu anatumika. enter into a dimension Na uende zaidi, where you are doing extra. mahali unapofanya zaidi. Where you are serving God more. Mahali unamtumikia Mungu zaidi. This morning as I woke up, asubuhi leo wakati niamka, I woke up with a challenge in my spirit. Na kaamka na changamoto kwa roho yangu. And that is why I came to service alone. Ndio sababu nilikuja kwa ibada peke yangu. I didn't carry a child, I didn't carry anybody. Sikubeba mtoto, sikubeba yoyote. I came by myself. Nilikuja kivyangu. And this was the challenge that was dropped in my spirit. Hii ndio changamoto ilikuwa kwa roho yangu. And I could hear like it's somebody telling me, Nikisikia mtu akiniambia, you use a lot of effort for your work. Unafanya nguvu mingi kwa kazi yako. You don't get late to go to your work. Uchelewi kwenda kazini. How much effort are you putting in my work? Je, unaweka nguvu ngani kwa kazi yangu? And when I heard that, wakati nilisikia hivyo, I woke up like somebody is running after me. Nikaamka ni kama mtu anakimbia. Quickly into the bathroom. Haraka kwa bafu. Quickly I was ready. Nikajitayarisha haraka. Before the children start telling me, are you going with us? Kabla watoto kuniuliza unaenda I nasi? told them today I am not going to wait for Sema you. leo sitawangojea. I am going to my father's house. Naenda kwa baba yangu. You wait for your father, you go with him. Ngojeni baba yenu muende na Because yeye. I realize this thing is personal. Nikajua hii kitu ni ya kibinafsi. It is not for me and my Sio child. mimi na mtoto As wangu. much as I am, encouraging them to serve God, Ikiwa ninawatia nguvu wamtumikie they Bwana, should see the seriousness. wanaweza kuona umuhimu. There is one day we were in the village, Kuna wakati mwingine ulikuwa mashambani. and I was to come and preach in a service here. Nilikuwa nikuja ni huduma And I mahali. told them 5 in the morning I am going to be out. Kaambia saa 11 nitakuwa If hivi. you're not ready, I am leaving you. Ikiwa uko tayari And nitawaacha. true to my word, Hakika kwa neno langu. 5 on the dot, Saa 11 I asubuhi was ready nilikuwa to tayari exit and come to Umoja. kutoka kuja Umoja. Why? Because I have the honor for the work of my God, Heshima kwa kazi ya Mungu. and I want to do it with Nataka seriousness. kuifanya kwa umakini. I may not receive a termination letter physically, Naweza kuwa sijapata barua kwa but I pasi, can receive a termination letter spiritually. lakini naweza kupata barua ya kufutwa kiroho. God can even exit you in this world. Mtu anaweza kutoka katika He ulimwengu. says every tree that does not bear fruit, Kila tunda ambayo itazai the matunda, axe is at the stem. shoka iko karibu. Hallelujah. Hallelujah. And it's ready to cut. Iko tayari kukata. Ladies and gentlemen, Mabibi na mabwana, we are not serving a dead God. hatutumikii We Mungu are aliyekufa. serving a God that is alive. Tunamtumikia Mungu ambaye ako hai. The way you work in your office, Vile unafanya kazi kwa it ofisi should yako, even be times 10 when it comes to the work of itakuwa God. mara 10 ukifanya kazi ya Mungu. Because you are serving a living Kwa God. sababu unatumikia Mungu And aliye you hai. are getting eternally word. Na unapata maisha ya umilele. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. This thing is Hii generational. kitu ni ya It kizazi. has a generational impact. Inakuwa na mguzo wa I kizazi. was studying the man of God, Nilikuwa natazama mtumishi wa Mungu Obed Edom.
anaitwa Obed Edom, the one who hosted the Ark of the Covenant for 3 months. ambaye aliweka sanduku la agano kwa miezi 3. Let me tell you, Wacha niwaambie, his generation, kizazi chake they all became mighty men. Read. wote walikuwa watu wakuu. Go back to your Bible. Rudi kwa Biblia yako. Ask who were the children of Obed Edom. Uliza ni watoto Oh, by hosting that presence for 3 months, kwenda kuweka hiyo sanduku la agano kwa miezi they 3, became mighty men. wakakuwa watu wakuu. God wants to have people Mungu anataka kuwa na that understand carrying his presence. ambao wanaelewa kubeba uwepo. That we are not going to take it lightly to come to church. Kwamba tukujui We are going to come with seriousness tunakuja tumaanisha and the respect and the honor and the dignity that it deserves. na heshima ambayo inatakiwa. Supernatural fruitfulness. Matunda ya kiungu. When you become a fertile ground for God's instructions, Ukiwa mchanga ambao uko na rutuba katika maagizo yake Mungu, your life loses the capacity for barrenness. maisha yako inakosa kule kutozaa ama Ya utasa. inakosa utasa. Hallelujah. Amen. You can never be barren Huwezi ukawa na mtu ako na when utasa. you are a fertile ground for God. Wakati umejengwa When na you are Mungu. honoring your God. Wakati unamheshimu Mungu wako. Amen. Amen. You receive unbreakable increase. It cannot be blocked. Unapata uongezeko ambao huwezi ukazuilika. If you are you are producing fruit in the kingdom, Ikiwa unatoa matunda katika ufalme, no devil in hell hakuna shetani can enforce a drought in your personal life. anaweza kuleta hata tone katika maisha yako. Drought. Ukame, kiangazi. Anaweza kuleta ukame katika maisha Ama yako. kiangazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Your external output triggers an internal overflow. External output triggers your internal overflow. Hali yako ya nje inaashiria kile kiko ndani. Amen. Amen. Kile unachokitoa Ndani. Amen. Amen. Kutoka ndani yako. Amen. The service you are giving kutoka ndani yako. Tuma. Hivyo mbingu nazo zinafunguliwa, zinaachilia wingi ndani ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shall we stand for a word of prayer? Tusimame kwa maombi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everlasting Father, we thank you Baba mbinguni tunakushukuru. that you have called us with a high calling. Umetuita na mwito mkuu. And you are calling us to serve you Umetuita tukutumikie. and to do your work, O Na God, kutenda kazi yako Mungu. when it is still day. Wakati ni kuna mchana. Because you say that the day of your coming Sema siku is inakuja. now nearer Iko karibu. than when we first believed. Iko mahali I tuliamini. pray you will give us an urgency in the spirit Kutupatia Bwana utapatia nje. that we are going to serve you in our day, tukakutumikia katika siku so zetu. that all these benefits Hizi faida zote are going to become a reality zitakuja kudhibiti in our lives, oh God. katika maisha yetu. Bwana. Thank you for sending your word Asante kwa kutuma neno in lako such a powerful way. katika hali ya ukuu. It is namna now a challenge to hii. Ni us changamoto kwetu. that we may continue living Tuzidi kuishi and doing your work na kutenda kazi and yako. serving you with honor, Kukutumikia na heshima. serving you with dignity, Kutumikia na heshima. serving you, Lord, Kutumikia Bwana with the whole of our heart, na mioyo yetu yote. knowing that you are a rewarder Tujua kwamba wewe of unatoa them thawabu that seek you kwa wale diligently. wanakutumikia katika Help moyo. us, oh God, Tusaidie Mungu. every one of us, oh Na God. mmoja wetu Mungu. You are calling us today Unatuita leo to serve you, our Father. tukakutumikia. I pray that every person will find a place Kila mtu atapata nafasi. that they are going to serve you. Taenda In kukutumikia. the mighty name of Kwa Jesus, jina kuu la I Yesu. thank you, Father, for your grace. Asante kwa neema And yako. I thank you for your mercy. Asante kwa rehema zako. Father God, Baba, may you forgive us. samehe. The Bible says, cursed is every man Tazama ya who milani does the work of the Lord ambaye anafanya kazi ya with Bwana a slack hand. na ulegevu. Oh my God and my Father, Wangu Baba yangu. many are the times Wengi ni that we wakati have done your work tumefanya kazi ya with slack hand. ukiwa na ulegevu. I pray that you help us, Naomba Bwana that utusaidie. wherever you are sending us Watu today, unatutuma tuwe. and whatever you are giving us to Chote do, tufanye it tufanye. shall cause an impact
impact tutakuwa na mguzo in our lives, katika maisha in the yetu, lives of others, katika maisha ya and watu wengine, even in the ministry. hata katika huduma. Be glorified Tukuzwa and be exalted for na your God. uinuliwe kwa maana wewe ni Mungu. Dear Heavenly Father, we thank Baba you. mbinguni We tunakushukuru. want to pray for our needs. Ombea mahitaji yetu. Just lift your hand before the Lord if you have any Inua need. mikono yako mbele za Bwana ukiwa na Our hitaji. Lord and our King, Bwana wetu, mfalme we wetu, thank you because you love us. kushukuru kwa maana And we thank you because you care for us. unatupenda kwa sababu unatujali. Those hands are representing need. Hizo mikono And I inaleta pray in the mahitaji. name that is above every other Kwa name, jina ambayo iko juu ya that majina, those needs are going to be met mahitaji yao utakutana by nayo. you, our powerful God, Kwako wewe Mungu aliye that mkuu. your children may live a happy life, Watoto wako wataishi that maisha your mazuri. children may glorify your name, Watoto wako watalitukuza even jina as lako. you answer their prayers. Ukijibu maombi I yao. thank you because those financial needs are Asante, met. mahitaji ya kifedha I imekutana thank you nayo. because those health needs are met. Ya mahitaji Baba I thank you unakutana nayo. because those needs of the children are Mahitaji ya met, watoto imekutana nayo. and your name is glorified. Na jina lako We latukuzwe. thank you for this ministry. Asante kwa hii We huduma. pray that you're going to continue helping us, Zidi kutusaidia. even as we look for the money for the mabati. Tunapoenda kutafuta pesa Oh Baba. God Almighty, Mungu mkuu. the world and all that is within it Mwenye kuna kila belongs kitu to you, our ni Father. chako wewe, Baba We yetu. ask you to provide Tunakuongeza for ukatutendee every wepesi. mabati that we need, oh God. Mabati tunahitaji Let Baba. finances flow to us. Wacha hali ya kifedha Open ikatiririke. doors of Kwa finances, milango ya even as kifedha. we continue serving you. Tunapoendelea We kukutumikia. give you praise and we give you Kwa honor. sifa na heshima. For this is our prayer in Jesus' Ndio name. maombi yetu kwa jina la And Yesu. somebody said a good amen to the Lord. Amen. Amen. God bless you. You Mungu can have akubariki your seat sana. Unaweza keti in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Oh, glory to God. Utukufu ni kwa Tell your Mungu. neighbor, serve the Lord. Jirani, mtumikie It Bwana. is not in vain to serve the Sio Lord. bure kumtumikia Bwana. Tell your neighbor, find something to do Tafuta jambo la kufanya in the kingdom. kwa ufalme. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Amen. Amen. We want to give our offerings Sadaka zetu, and our tithes. mafungu zetu. Amen. Amen. One of the area that God calls us to serve Him, Njia zile Mungu one anataka one tumtumikie. of the areas Jambo moja ambalo Mungu anataka that God tumtumikie. calls us to serve Him Mungu anataka tumtumikie is through our ni offering kupitia kwa sadaka zetu and through our tithe. na mafungu yetu. Your faithfulness Uaminifu in wako this area katika hii hali will open financial doors for you. itafungua milango ya kifedha kwa ajili Praise yako. the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You cannot serve the Most High God Huwezi ukamtumikia Mungu aliye juu and remain the most low. na ubaki ukiwa chini. You serve God Unamtumikia Mungu and you become more like Him. na unakuwa zaidi He kama gives you yeye. dominion. Katika utawala wake He gives you dominion. anakupatia utawala. Amen. Amen. In the area of finances. Katika njia ya kifedha. Glory to God. Utukufu ni kwa Mungu. Amen. Amen. Once you receive your envelope, Pata bahasha yako, be quick to write rahisi kuandika and jump to the front na ukuje mbele so that we can pray together. ili tukaweze kuomba pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Meanwhile, I want to call upon the choir members. Kwaya tafadhali. Wanakwaya mje hapa mbele. Come with your offerings as you drop them here. Kwaya tafadhali ukuje na sadaka yako. Choir members. Kwaya tafadhali. Waimbaji tafadhali. Kwaya. Come to the front. Jooni mbele. Our choir. Kwaya yetu. We love you. God bless you. Tunawapenda, Mungu awabariki. Amen. Amen. Our young people are doing us very proud. Vijana wetu wanatufanya mambo mazuri. Na niliacha wamama wameingia kwa kwaya, sijui walipotelea wapi. Niliacha wamama wengine wamejisajili. Mwalimu, wamama walienda wapi? Juu naonanga hapo kwa attendance, apology. I'm not coming. Anyway, acha tuachane na hayo, watajiangalia wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tithers, I'm talking as I wait for you to come. Waloko na fungu nazungumza nikingojea wakuje. Amen. Amen. God appears to you as you serve him. Mungu atakutokea ukimtumikia. Hapo tu kwa kumtumikia tu, endelea kutumika, ataonekana.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zakaria alikuwa ameserve so many other times. If he gave up, he couldn't have seen Kama God. angeona Mungu.